So hello guys, welcome back. This is Story Time with Mkanda. Yeah, and thank you for the last episode. Mmeonyesha love vibaya sana, and that's good manze. For the returning subscribers, returning viewers manze, naomba manze mfanye tu kitu rahisi manze. Mkishaanza kuwatch episodes zetu, vipindi zetu, mnafinya tu ile hiyo option ya kushare, mnashare link kwa mabeshte zako at least hata tu bro. Yeah, tuone venye tunasonga tu mbele. Yeah, na story ya leo manze itakuwa refu sana kidogo, si sana. Yeah, itabidi tumevumiliana. Yeah. So tuko around 2022 May date 19. I think date 19 ilikuwa on a Thursday. Yeah, masaa ilikuwa hapo 10 PM tuko Isili. Niko kwa kazi yangu. Napigiwa simu na uncle yangu ananiambia hello, Manu ni aje kwa sana. Yeah, sasa hizi unajua umekaa sana. Sasa hizi inaelekea almost a week. Umepanga utarudi shule lini? Nikamwambia uncle haina noma, mimi shule nitarudi kesho mapema at least nitakuwa nimefika shule by 3. Yeah, kaniambia aje Manu manze sitaki hiyo mchezo niko nayo juu sasa at least usispend a lot of time ukikaa home, at least pale shule usafishe rada. So unajua tu ni juzi tu tumesolve kesi yako na ulikuwa umeshapewa last warning. Yeah, na itakuwa fiti manze. Sasa ufanye kama kosa kidogo tukuje tuambiwe manze wewe sasa itabidi umetafutia shule nyingine. Juu alisema hata makosa kidogo manze itakuwa ngori. Yeah, najua by this mnashangaa ni kwa nini ati alikuwa ananipea hizi stories za makosa sijui nini. Yeah, January nilikuwa nimerudishwa shule. Juu nilikuwa nimespend almost a whole year sijaenda shule. Yeah, na hakuna mtu alikuwa anajua mahali niko, hadi wewe mkaangu alikuwa anajua place yenye niko. Shule hata nayo ilikuwa tu iko zile za kwani kijana mjaimpata? Yeah, tujaimpata. Kijana mjaimpata almost a year ikafika hakuna kitu yenye nishaipatikana. So this January ndio nilikuwa nimerudishwa shule. Kurudishwa kwa kuwa na hiyo kesi kubwa ya ulikuwa wapi nini, mbona ukatoroka hadi home nini. So tukakuwa na issues mingi, alafu nikaambiwa tu mimi the only option ya kuwa kwa hiyo shule nikaambiwa tu wewe enda utafute shule nyingine. But uncle yangu akajaribu yake yote, akangangana hadi tulikaa hadi almost 10 PM hiyo siku hiyo January akinitetea until ikasemekana haya basi tukikubali ukijao tunamkubali in one condition. Kama atakaye shule basi ajue any slight mistake, hata ikuwe ni mistake inakaaje. Yeah, napigwa X. Yeah, so ndo maana kwangu alikuwa na hiyo wasiwasi mingi hiyo siku akiniambia manze rudi shule nini usikae hata usimalize hata wiki. Alikuwa anajua nisiporudi hiyo the next day which was on a Friday nitaamua kurudi tu on Monday juu weekend singeenda. Yeah. So on Friday nikaamka asubuhi nikapiga tu break na kazi yangu fiti, akaamua kunizindi. Sasa ananizindi kutoka Isili nikuja wapi? Hapa study nipande gari niende hadi South Bay ni change alafu niende shule. So tukapitia hii shoti, kuna hii shoti inatoka Isili hadi kuja upitie hapa Kamkunji police station, alafu uende sasa wapi? Uende ufike study. Tukipandia hapo hata before tufike hiyo Kamkunji yenyewe. Tukasikia tu tumehukiwa hapa nyuma. Tukashindwa nani wanatushika suruali na hii side ya nyuma. Kuangalia tunaona ni Madam Dark, alafu anakaa ni mrefu kiasi na kama mama zamejiweza mbaya sana. Tukashindwa dada huyu mama ni gani. Ile time unaenda kuongea kidogo nasikia tumepigwa handcuffs. Tunashikanishwa tu hapo tukua wawili. Sasa amewapiga mimi alinipiga mkono right, then kazi yangu ya left. So tumeshikanishwa na ametuambia tumfuate sasa. Tukamfuata tukaenda tukaingizwa hapo Kamkunji. Mind you, hii time yenye walikuwa na insist. Ilikuwa COVID imeisha, but walikuwa na insist about kuvaa mask, but sisi tulikuwa tumevaa. So hiyo ndio ilikuwa the reason yenye kwa nini tulikuwa tumeshikwa. Tukaingizwa pale stage. Manze ndio ilikuwa my first time kuingia stage na first time hata ku-experience hiyo feeling ya kuwekwa hizo handcuffs. Nimeingia pale stage nayo manze ilikuwa ngati. Sasa unajua mimi sijui experience kitu kama hiyo. Unapata manze design watu wamekaa kwa floor. Then watu ni wako so different hapo. Kuna mtu ni mlevi, kuna mtu hata ni kama kuna siku kadhaa hajapiga shower. Kuna mtu sijui viatu zake zimefanya ni like ilikuwaga tu hectic, zinaikuanga hata like feeling nyingine weird. Yeah, basa tukaikabidi tu juu saa hapo ndo umeletwa, hakuna option nyingine. Tukakaa hapo sasa tutafutia otherwise. Juu makarao this point wamesema nini? Mtakaa hapa hadi mjue venye mtajitoa. Na kujua venye utajitoa lazima uingie kwa mfuko. So kazi yangu amengangana yake kuteju mimi. Atumeside mimi singengangana kupiga simu. The only option ilikuwa kupigia ni uncle yangu. Na uncle yangu wako anajua niko kwa kazi yangu Isili. So kwanza kumpea story mingi itakuwa manze I make sense. Ndio ataanza kuteta sana, alafu atanitetesha sana. Sijui nini, mbona hata saizi nilikuwa na expect unafaa kuwa sahihi at least hata ukikuwa
uko karibu tu kufika salama. Sasa mbona sasa saa hizi unanipigia simu bado uko tao? So sikuwa nataka hiyo story. So nikangoja kazini yangu apige shughuli yake, akangangana yake yote, watu hawakuanga na do hiyo time. So mtu aliangukia ni employer wake. Employer wake akamtumia do, tukaachiliwa. Na by the time tunaachiliwa ilikuwa around 2 to 3 PM. So mimi kwenda shule hiyo time ingekuwa ngumu sana. So nikaenda tu home, mimi nikaamua kukaza. Ikabidi tu nimenyamazia hiyo story. Hata nikaeka simu off, ndo hata akinipigia dhani tu mimi nilienda shule. Ndio niamkie saa 10. Nilikuwa nimemwasa juu. Sasa hii Friday imefail. Saa 10 nitaamka mapema mimi niende. At least by the time ana notice tu niko shule hata kama nilienda late. Saa 10 naamka, nienda pale Bellevue, napanda gari ni I think ilikuwa Mbukoni. Ilikuwa around, nilichelewa kidogo juu nilienda around 12 am. Nikapanda hiyo Mbukoni, tukakuja. Unajua Mbukoni nazo vile zinasimamaga juu lazima isimame Cabanas, lazima sijui isimame Mlolongo, na hiyo kusimama hizo stopover siati inasimamanga kama imepick na inaenda inasimamanga, alafu ni kama inangoja hata sijui hata mtu wako kama place kama iko Cabanas, mtu hata kwa place kama Utawala akitoka Utawala atakuja tu apate hiyo gari kama imesimama hapo. So inakuwaga ni kama hata wanao stop. Sasa by the time tunakuja kufika salama ilikuwa kitu hapo 4. Nikapata mori wangu fulani tulikuwaga 2 class the same, but mimi vile ni repeat nirudishwa shule. So unajua nilikuwa nimespenda karibu whole year, so lazima ninge repeat. So alikuwa ahead of me, but tulikuwa class moja, stream moja. Tukaingia na gari tukakuja shule. Kufika kwa gate, wachi kitu ya kwanza anatuambia, mnakuja shule na tu jana tu ndio imechoma. Sisi tunashangaa, shule ilichoma na hata hatukuwa na rada, mbona hatukupata hiyo ripoti? Hata hatukusikia news ikisema ati Mukai imechoma ama nini. Akatuambia hiyo story ilikuwa haikuchomeka sana, so ilipata tu nini kidogo, wakatengeneza. Hata sasa mkienda hapo muangalia mwezi ona kama kuna mali imechomeka tol. Sisi tukashangaa ni aje juu ilikuwa tu kitu like shule hata ikiguzwa na moto kidogo lazima tu news itagonga. Alafu ikigonga manze, sasa ilikuwa inaniuma sana juu manze, kama ningepatana na news nisingekuja shule juu ningespend karibu hata hiyo wiki nyingine tu home. Nilikuwa napenda kukaa home sana. Sisi tukaona ni sawa tu, kama ilichomwa jana yake na sasa iko sawa, acha tu tuende, tushafika tu shule ina noma. Mimi sasa by the time saizi ni around 5, so watu washaenda dorm, so mimi nimeenda straight dorm. Nimeenda sasa kupack zile view shopping niko nayo, tu sasa niende nikule sapa, alafu sasa niingie system kama kawaida. Si tumeenda sasa, tumefika dorm, wale mamori unajua design unafikaga hivi manze, mamori wanakuaga ni aje buda umeleta nini sasa ni ile wamekuhype mbaya, unawapea tu kitu kidogo kidogo hapo. Kama kuna kitu mimi nilikuwa napenda kubeba cookies, so nilikuwa napea nini packet moja ya cookies. Sasa tukipiga story, the last day tulikuwaga game ya Chelsea na Leicester, so tulikuwa tumepiga Leicester. I guess ilikuwa 2-1, kitu kama 2-1 kasikose Juni Rudiger na nani mwingine alikuwa amefunga. Mtaangalia ni nani, alafu mtaniambia hapo kwa comment. Ilikuwa Rudiger na mtu mwingine. Giza hata alikuwa midfielder. So hapo nimepiga hype mbaya sana juu sasa nilikuwa na hiyo feeling ya kushinda hiyo game. Nimepiga hype kidogo tunasikia nini? Tunasikia siren. Juu shule tulikuwa na siren. Hiyo ndio ilikuwa alarm yetu. Juu tulikuwa watu almost 2000. So alafu madoma zilikuwa close. Hadi kuna nyingine ilikuwa mbali kidogo. So kusikia siren tukashangaa ni aje siren inapiga 5 PM. Juu siren inafanga kupiga tu 5 AM tukiamka. Hata ni 4:30 tu, alafu nyingine ilikuwa inagonga 5 AM. So sasa hizi imepiga 5 PM. So ilikuwa kitu ilikuwa normal. So kidogo tena tunasikia nduru. Wai, moto ndio hiyo. Sasa tukajua yenyewe inakaa serious na watu washaanza kutoka dorm. Hii dorm tulikuwa sasa wameanza kutoka mbio. Mimi sasa nikafunga ile box yangu na nikafuatana na mamori wangu, kutoka hivi. Tunaona sasa tukitoka hivi kwa mlango tuna face the next dorm, which ilikuwa dorm ya form 1. So kuiface tunaona sasa yenyewe moshi ndio hii, moshi ya black inatoka kwa madirisha vibaya sana. Sasa unajua sasa lazima uondokee juu sasa ujui moto hata inaweza ruka kwa hiyo dorm nyingine. Sasa tumeondokea, tumekuja watch kidogo mamode na mapiri wamekuja wametutoanisha, wametuambia tupande shule twende tukae huko juu ya hii moto, hatujui venye inaendelea. Alafu sasa venye inaendelea inaongezeka. Tukapanda na wase wenyewe unajua Mukai na kwage imeseparatiwa shule na dorm, zimeseparatiwa na lami. Hii lami imetoka Salama Tununguni, so imekatanisha katikati, so mkienda shule lazima mvuke.
tukavuka hiyo lami tukapanda. Tukivuka ndio sasa makarao wanaingia, wameenda na shule, ndio wakuje wa solve hizi story. Wakakuja wakaanza kufukuza watu hii mbaya nikawa na rasi wase. Tukaingia kwa classes tukatulia. Ile moto ikakuja ikatulizwa. Na ikatulia kabisa, wakatengeneza hapo. By the time wanatengeneza tuko huku juu sasa ilikuwa like shule iko juu. Unajua sasa hapo ni kwa milima, so shule iko juu, dome iko huku chini, but imekatanishwa na lami. So tulikuwa side ya classes. Tukakaa mpaka kitu saa 7 tuko huko kwa classes, ndo dome at least solve, alafu mama address ziwekwe ndo asi at least wapumzike hiyo night. Tukaitwa sasa parade, watu wakabembelezwa, wakaambiwa. Alafu juu hiyo wiki ilikuwa imepita, walimu walikuwa na kerere, wakanyang'anywa wasadi matisho. Wako wanataka wasiwe kwa na matisho printed, sijui Crocs, wako wanataka wasiwe kwa na Crocs, walikuwa wanataka uko na slippers ile ya makamba. Sasa walikuwa wanataka wasiwe kae na hizo. Sasa wakasudu wasiwe, wakaambia hata hizo vitu tuliwanyang'anya manze tutarudisha. Ile slippers hizo Crocs zote mmenyang'anywa zote tunarudisha. So kila mtu akakuwa like convinced that sasa hii shule itatulia sasa, juu kama hizo ndio vitu zilikuwa issue zitarudishwa, hakuna noma sasa. Na kila mtu, hata mimi kwa akili yangu nikajua sasa hii shule imefanya nini, imetulia. Sasa the next day, hii ilikuwa around saa 6, so tunaingia the next day yenye ni Sunday tukaamka tu, tulienda dom tukadozi vizuri, tukaamka tukaenda church, hata tukaombewa nini, tukafurahishwa, hata tukaambua the next weekend tunapikwa chapati na manyama nini. So ilikuwaga tu ni hype tunapigwa. Alafu ikakaa tu, hakuna mtu alichukulia kwa ile suspects wafanywe nini. Ilikuwa tu watu wakaambua wamesamehewa wenye wamefanya hivyo and everything. So ikakaa tu kila kitu imetulia fiti vibaya sana. After church tukakula lunch, tukaenda tukatulia class. Nilikuwa naenda class for 2 hours. Majioni tukateremka sasa field. Mimi na mamori wangu juu sasa majioni si kwenda dom wale watu wanaenda kupiga mashawa nini. Ndio by the time sapa inafika unikukula umuende class. Mimi nimeenda field na mamori wangu, tumecheza ball fulani ni tango Kathango juu. Hiyo ndio ilikuwaga like unajua tuko wengi, so kucheza the main ball ilikuwaga ni wase wanoma sana. Watu wanacheza kinema kimesi ndio walikuwa wanachezanga hii football yenyewe ni kwa hii sasa pitch kubwa. Watu walikuwa wacheza hiyo main ball ni wao wachache vibaya sana, the only chosen one. Sasa hiyo wengine si wenye sasa ni watu wenye hatuna ma skills vizuri, tulikuwa wachezanga Kathango, though ilikuwa ina bamba mbaya sana. So tukiguza hapo siren tulisikia kama ya jana ndio hii imegonga, na ilikuwaga kitu fani juu ilikuwa tu almost the same time yenye last day, hiyo the last Saturday ilikuwa imepiga manze. Na tena wase wakaanza ile nduru zao kuangalia. Tuko hapa field sasa ilikuwaga tena iko mahali iko chini. Sasa ukiwa hivi classic huku juu na pia domu na ziko juu kidogo, so kuangalia tunaona sasa moshi. Na this time hii moshi si kama ile ajana ilikuwa nasema ilikuwa kali. Sasa hii moshi kuna vile manze na kani kama hii nayo ni kama imeguza domu kadhaa. Tukakimbia sasa kukuja wapi huku juu. Huku juu tukapata manze hata uwezi pita kwenda hiyo side ya chini juu. Sasa manze hata wase wamekuwa scared juu sasa hiyo moto imewaka vibaya sana. Sijui walikuwa wamewasha na nini. This time sasa walikuwa wameamua ni kama wanamaliza sasa hizo dome zote. Sasa tuko hapa juu tuna notice dome yenye sasa imeguzwa this time ni ya form 3. So ilikuwa imebaki tu dome moja sasa yenye sasa haijaguzwa. So just 3 days, so walianza na form 1. Walianza na form 2. That was on a Friday. On Saturday wakagonga form 1. Sasa this time wamegonga nini? Form 3. Sasa ilikuwa sasa I guess sasa hiyo Monday kama tungefikishanga ingekuwa wamegonga hiyo form 4. Manze. Sasa tumekaziwa tu pale juu, makarao hata pia wameanza kuingia, na this time sasa makarao wamekuja sasa wakiwa serious vibaya sana. Kwanza sasa hiyo kuna majamaa walikuwa wameshaokotokota tunyaunyo, so sasa hii tumetulizwa class. Hata sasa hapa tulikuwa tunaletewa class ikiwa na hizo masinia. Prefect ndio walikuwa wanaleta juu. Sasa hawakuwa wanataka kwa leo yani wanatoka nje. Sasa ndio ilikuwa time. Sasa hiyo moto ilikuwa hadi mazima moto zilikuja kaa 3 kutulize hiyo nini juu ilikuwa imekata kabisa. So at this time juu ile kesi mbili kumbe walikuwa wamekanyagia. Tunakumbuka ile ya Friday tuliambiwa na wachi ilikuwa wamekanyagia. So the same Saturday walikanyagia hiyo story. But sasa this time juu sasa imekuwa big vibaya sana, hadi villagers sasa wamekuwa wengi, si kama hizi siku zingine. Sasa ikabidi sasa wameacha tu hii story ijulikane tu mzee mka imeshikwa na moto. Hadi watu wa news wameshafika wameshaanza kuchukua hizo mavida nini na kuinterview wase. Tumekaa class tumekula. Sasa time yenye sasa tumemaliza kukula hivi ilikuwa around ilikuwa inaelekea 10. Mimi nakuja nasikia na inaitwa hapo na boys Kaiva.
unaitwa hapa na Mr. Msioka. So nilikuwa naitangwa skiver juu nilikuwa napenda kuskive classes mostly. Kwanza ma class kama za chem, juu sikuwa naandikanga notes. So nilikuwa napenda kwenda kukaa DH kujificha huko. Sasa kumbe alikuja kauliza nani anaitangwa skiver hapa, akaambiwa ni Emmanuel. So nikakuja nikaitwa, nikaambiwa wewe ndio unaitangwa skiver. So enda pale boardroom, Clark anakuita. Manze Clark alikuwa ni kadem kadogo, kalikuwa around hata tuseme 22 to akajafika 25 years. Tuseme hapo 22 to 24. Alikuwa kameiva mbaya sana. So ukisikia nikana kuita manze ulikuwa unasikia hype juu hiyo time ulikuwa kuongeleshwa na mrembo manze, like mtu ameiva hapo shule, hata matipio kuongeleshwa ulikuwa na feel vizuri sana. So mimi nimekaa hivi nimeambiwa ati ni Clark ameniita manze, niliacha hata mode akinifuata. Mimi nikakimbia niende nione Clark ananiambia nini. So kwa akili yangu nilikuwa najua either Clark ananiongelesha stories za fees, juu last time nilikuwa nimeendea fees, nimekuja tu jana yake, either aniongelesha stories za fees ama nini, but bado nilikuwa na feel tu niende tu nisikie ameniongelesha nirudi nipige wasema vako mbaya sana. Juu ulikuwa unarudi unapiga wase uongo. Nimeenda nikapata sasa, unajua ilikuwaga shule yetu ilikuwa na floor 3. Like hiyo boardroom. Sasa kukuja kupanic sasa hii time unajua sasa Clark mwenyewe anafaa kuwa kwa the first floor. So nikakuja nikapiga ground floor, nikaanza kupanda stairs. Kupiga iko na ya kwanza napata karao madam. Nikaenda kupiga hii turn nyingine napata karao ndume sasa. Nikaenda kupiga sasa hii turn sasa ya mwisho yenye sasa nafaa nipate Clark. Napata sasa karao tena ndume na ananidirect hata ni chini niende side ya Clark. Juu sasa sinajua Clark anafaa kuwa on the left side, ananiambia gate side ya right, of which ilikuwa sasa ni office ya principal. Sasa kulikuwa unaingia hiyo building unapata waiting room, alafu sasa office ya principal. Sasa nikaambiwa niingie sasa hiyo waiting room. Kuingia napata kuna majamaa wamejaa hapo, kumbe kuna wase pia walikuwa washakuja, nikawa pia wao walikuwa na shuku pia nikawa wameitwa na Clark. So nikakuja mimi nikajiseti hapo na wao. Mimi sina worries, mimi nangoja tu Clark, alafu kulikuwa kuna kuna kitu. Ndio sasa kidogo naangalia boys fulani hapa hivi kando. Namguza mza rada ni gani. Niambia manze usikii nini? Usikia sasa wanasema sisi ndio tumepiga shughuli ya kuchoma shule. Mimi sasa unajua kwa akili yangu juu mimi niliambiwa naitwa na Clark. So na hakuna mahali niliulizwa anything to do with the shule kuchoma ama nini. Sikuchukulia serious. Mimi nilichukulia nikawa wao tu ndio wamechukuliwa kama suspects. Mimi nimekuja shughuli yangu na Clark, mimi nirudi wapi? Nirudi class. Kidogo nasikia tu jamaa fulani tu hapo amevaa civilian ananiambia kijana wewe umekuja saa hii panda hapa juu, andika jina lako, andika miaka yako, class yenyewe uko na ukae chini. Sasa hapo ndo nikakuwa suspicious yenyewe. Sasa nikiandika hii jina ni kama bado niko among stars. Juu sasa kupanda naangalia majina zenye naona kuna murio fulani pia kwa hapa na majina yake hapo. Na hiyo list imefika 12. Mimi ndo wa 13 sasa najaza ile list. Mimi nikaandika alafu sasa ndo nikarudi sasa nikaamua kuulizia nikiwa serious. Wewe umeandika jina lako pia? Akaniambia yes, kwani si nimekuambia si ndo tumeambiwa si ndo tumepiga shughuli. Sasa hizi ni kupelekwa stage tunapelekwa. Akamwambia sijaishikwa na feeling ilikuwa hard kama hiyo. Juu sasa nakumbuka tu ni jana yake. Nilikuwa tu juzi yake ilikuwa nimeshikwa. Tena sasa nimekuja tena hii nishikwe tena. Ilikuwa nazi. Alafu kwanza hii at least ile ya juzi yake nilikuwa nimeshikwa juu ya kitu najua. Yenyewe sikuwa nimevaa mask. So kwa hii manze ni kitu hata sijui, like mimi nimekuja nimeanza kupata ni kitu imekuwa ikiendelea. So nakuja kufall kwa kitu yenye sijui hata ni kina nani wana perform hii baadaye. Mimi nikamwambia mse mimi si nimekuja tu jana na nimepata hata shule ilikuwa imechomeka juzi. So mimi kukuja jana ikichomeka hata nilifika tu kama ninapata imeanza kuchomeka. So aje nikaamua kusimama niulize wewe mwenye aliniambia niandike jina. Nikamuuliza mimi manze mimi sijui story. Mbona niko hapa? Akaniambia wewe wacha kutuuliza maswali. Hizi maswali zote mtaenda kujipia huko mbele. Na design mtajibu mtakuwa mnalia vibaya sana. Nyani nikaona hapa yenyewe ni kweli mimi ni suspect. Nikaingia njeve mbaya sana, hata nikaanza kufeel sasa yenyewe maisha hapa nimefika ni ngumu. Hadi niko karibu kulia saa hizo, hata naangalia huyo msee namwambia manze. Kwanza kuna boys alikuwa on the right mwenye sasa alikuwa tulipatananga hiyo jana yake nikiingia shule. So alikuwa hata yeye ananiuliza manze mbona uko rada? Mbona uko hapa bro? Namwambia hata mimi sasa hata saa hizi sijui. Hata sijui napelekwa na nyinyi huko kufanya nini juu. At least nyinyi hata kama mko perform hizi story ikianza mlikuwa, mimi sikukua. Sasa hata sijui napelekwa huko ndani kufanya nini. Nimekaa nimejiuliza maswali mengi. Mtu mwingine wa mwisho akakuja. Wewe ndo alikuwa wa mwisho, juu ndo alikuwa anajaza list number 14. Vince nilijaza number 13.
akakuja akaandika, alafu venye tu alimaliza hakuna ku waste time, tukachukuliwa tukapandishwa tukapigishwa pingu hiyo line yote watu 14. Imagine mnapigishwa pingu kama like huyu mwenye kwa kwanza kwa anaafektiwa sana kama mwenye wa pili hadi mwenye anafika namba 13. Hao watu katikati ndio walikuwa pabaya juu lazima hii pingu kugonge mikono zote mbili, so mko hivi juu ilikuwa inapigwa ule wa kwanza wa pili hivyo ziko zimeshikana. Sasa unapata huyu mwenye wa kwanza hana shida, hatuonekani. Sinajua muonekani ni yule sasa najaribu kunini. So wa kwanza kwa ni anaafektiwa sana kama hao sasa wenye wanafuata. Juu sasa mwenye anafuata unajua ameshikanishwa na huyu wa kwanza, alafu anashikanishwa na huyu mwingine wa tatu sasa. So sasa like kunakaa ni kama umefuatana hivi. Kina nani walikuwa wanaenda hivyo? Na sio walikuwa na slaves ndio. So kwa design kama ya slaves, alafu mnafahamu teremke stairs. Manze ulikuwa unasikia tu hapo mapengu zinapigana zinavutana mbaya sana. Alafu manze feeling ya pengu kwa ngifiti. Juu manze kuna vile nikaa inakuaga ni kama inakukatakata kiplani. So like alafu una hiyo freedom ya kufanya anything, so una feel too bad. But the worst part ilikuwa kupanda sasa kwa hii gari zao sasa hizi Mariam. Manze ndio ilikuwa the worst part. Juu sasa unajua hapa sasa ni kupanda. Huyu msee mwenye alipanda wa kwanza manze anavutanga huyu wa pili. Unajua anangangana kuingia. So unavuta huyu wa pili unapata mnavutana, alafu mtu akipanda unajua sasa wewe huwezi panda mkifuatana. So akipanda kuna vile amekuvuta mkono na bado unajua inakuumiza kidogo. So ilikuwaga tu inaudhi. Like kitambo mpande hapo juu ilikuwa imeleta issue sana. Unapata tu kila mtu anapiga nduru, "Oi, mnanifinya." Sasa kuingizwa tena mnaambiwa hakuna kukaa starehe. Mule wa kwanza sijui amekaa amekaa huku kwa nini floor hiyo gari hapo. Huyu mwingine sasa mimi ndio nilikuwa nimekuja kukaa mwisho. Na sasa huyu kama mwenye amekazia nini? Mtu asijaribu kuruka. But hata sijui mbona walikuwa nakaza juu hata ukiruka sasa na umeshafunganishwa pingu na wengine sio mtavutana. Nimekaa hapo mwisho. So mimi nimefinyanyishwa. So hata size nilikuwa nimekaa ilikuwa ngori sana. Juu hata nilikuwa nimekalia mtu tena. Tukafikishwa stage. Manze ndio sasa hii ndio ilikuwa the serious part. Wachana hata na ile yenye nilikuwa nalalamika ati sasa tulipata sijui inakaaje nini. Tumeingia, tumefikishwa, tumetolewa viatu, tumeambiwa haya toa mshipi, toa nini. Hata kama umevaa kitu kako na string kwa nini kwa short ama trouser, ulikuwa unaambiwa ukatanisha ama uingoe. Mimi niko kwa mfuko nilikuwa na cubes 2. Hiyo ndio cube 2 na kijiko. So unajua nilikuwa sasa tumetoka kukula, so nilikuwa nimebeba cubes 4. So tukatumia 2 kabaki 2. Sasa 2 ilikuwa ya kesho yake. So mimi nimekuja nikaambiwa sasa leta hizo cubes na hiyo kijiko, andika hapa kitu yenye umetupea. Sijui the reason kwa nini walikuwa wanaandika. Kuna vitu zingine zinipeti sana kuandika. Unawezaje andika kijiko na nini? Dogo cube of which najua hata kile cube aliitumia tu. So ilikuwa tu so unnecessary kuandika vitu zingine. Watu walikuwa na do tu ndio ilikuwa na make sense kuandika do yako yenye ulikuwa na. Tukaingizwa hapo ndani. Kitu cha kwanza tuliingizwa kwa dini ya madem, juu hiyo time wako ameshika madem. So tukaingizwa hapo juu time mwingine ilikuwa na wase wengine. Ile ya madem kitu ilikuwa tu sasa ina boss. Sasa tulipata kuna besheni kwa hapo. Hiyo kumbe hiyo besheni ndio inatumika kama choo sasa. Alafu ile besheni si hata walikuwa wameempty. Iko tu kuna bidhaa tu mabidhaa hapo hivyo. Alafu si tumekuja, alafu ile floor pia haigeza hata wakitumia hiyo besheni bado ilikuwa ina leak. Manze floor kuna vile pia ilikuwa inakaa ni kama tu bado iko na some waste ya hizo mikojo na nini. Alafu sasa hiyo floor bado ndo nafaa ulalie. So tulikaa tukavumiliana hapo, tumesimama. So hiyo ilikuwa around sasa 11 inaelekea 12. Alafu kuna kagiza, unajua wale watu wameenda sale wanaweza understand the feeling ya sale. Alafu unapatanga uoni anything. So hata mlango haina ile glass kama hizi milango za siku hizi, unapata iko na tu glass fulani unaweza ona nje. Ni tushimo hata ni kama 3 peke yake, na tule tushimo kama nikaa imedungwa na msumari. So like lazima ufinye jicho hivi uchungulie hiyo peke yake. Alafu ka light kamewekwa huko hivyo, kama sasa kabalbu kamewekwa lakini kamefichwa tena na wall, so kana produce light kidogo vibaya sana, like iko clear. Hii sasa si feeling yenye nilikuwa experience kwa ile sasa ya juzi. Unajua ile ya juzi ilikuwa mchana, so singe feel vitu kama hii. Sasa hii nimepatana nayo usiku. Manze alafu juu tuko karibu na lami, kazi yako ni kusikia tu mahoni, alafu juu hata hiyo honi ni ya nini, makelele huko nje tu za magari. Juu ni hiyo Mombasa Road, juu ni Salama Police Station, alafu kuna Mombasa Road, so matrela huko zimepiga makelele zikipita.
Kwa hapo tukakaa mpaka asubuhi. Tunaamka asubuhi juu unajua kulalia floor lazima uamke kama unaumwa na nini na shingo. Hakuna mattress. Alafu ile floor unajua venye condition yake ilikuwa. So at some point tushaanza kuchafuka na trouser ya shule ilikuwa ya grey fulani yenye inakaa milk hivi. So ilikuwa tu na high chances ya kushika tu uchafu. Si tumekaa hapo asubuhi tumeamshwa tumepewa chai na mkate. Sisi sema hiyo chai ilikuwa tamu at that point. But the worst thing ilikuwa inakuja hapo kwa lunch. Lunch ilikuwa ugali na cabbage. Cabbage yenyewe sijui venye walikuwa naipika Jumanze ilikuwa inaonja ni kama imechemshwa. Haijawekwa chumvi na haijawekwa anything. Nikaa kuchemsha tu cabbage alafu niletewa na mboga. Like inaonja tu maji. So like nikaa unakula ugali na maji. So ilikuwa ina bow like sasa juu kuna njaa lazima ungekula. So unangangana tu nayo mdogo. So tukakaa around 3 days tukakuja sasa that day ndio walianza kukujia wase. At this time sasa ushazoea sasa imebidi tu uvumiliane na situation. But ilikuwa so hectic manze juu sasa hata tulitolewa kwa ile ya madem tukapelekwa hii seli ya mandume. So ukapata hii seli ya mandume pale mwisho iko na kapali unainama hivyo unaingia. Si ati ni room nyingine but ni the same room but iko na ka space kidogo tu hivi unaingia kumbe hapo ndo loop. So mtu akienda mission zake pale hapa ndani lazima inakutandika mbaya sana. Unasikia design harufu imekutandika manze. Tulikuwa tuna kazi yani unafunika mapua mpaka ikafika mahali. Harufu hizi bidhaa ikakuwa tu hii harufu ni kama sasa imeanza kuwa tu ni kitu rahisi unavumiliana na ushazoea. Manze but sasa kuna time ilifika ile choi ka block. Unajua makarao alituambia manze naye lazima one block na kwa one block hakuna kitu alitupea ni like unaambiwa one block na mkono. But huruma ikafika wakatuletea tu karatasi wanakuambia sasa one block sasa kwa umevaa hiyo karatasi. Wanataka kuambia watu walipiga kazi hapo juu design wanatishia wasema unajua wanagonga hizo milango kuatishia inakuwa tu like ukikaa hapo uko tu. Yaani ushaika place yenye uko umetense vibaya sana. Yaani like umefungiwa bado unatishiwa like inakanga like tu wewe. Tuseme tu wewe ni slave. Tulikuwa tunakaa tu slave kwa hiyo stuff. So lazima tungeshughulika na ikaisha na hivyo. So hii time yenyewe tu after the 3 days the third day tukaanza kuchukua sasa wase for recording statement. So wakaanza na wase wenyewe walikuwa wamekaa huko kwa wall. So unakuja una record statement na juu ile seli ya madem haikuwa na anyone. So kisha record yako unapeleka huko ndo sasa usikuje na information yenye umepeana huko kuja upeane wapate. Unajua sasa kuna vile unaweza leta information mtu aende apeane. So kila mtu apeane statement yake kivyake. So ikafika wakapeleka. Mimi nikafikiwa. Sasa mimi si ndo nafaa nichukuliwe. Juu kuna watu wawili walikuwa wamebaki hapo. Karawa akikuja kubadala nichukue akaniruka akachukua wase wengine. Akamaliza tu shughuli sasa baadaye ndo wakakuja wakaingia. Mimi nikaona kwani wase mshamaliza nyinyi wote na kwani nishafungwa. Akasema hata jamaa wenyewe walikuwa na record statement washaenda home. Huyo mwisho ndo aliniambia hivyo. So amesema sasa washakafunga. Mimi nikaenda hapo kwa mlango nikagonga. Wajao makarao kwangia ati ni ile friendly. So unagonga unasikia ni nini? Kaambia manze karao. Mimi bado sijaenda kurecord statement na naona wase wengine wamerecord na mwachukua wote mimi hujanichukua. Kaniambia manze siwezi ndio main suspect. Wewe ndio ulikuwa unapanga hii njama yote ni nini? Wewe si mambo yako wewe kesho unaenda tu koti. Wewe hata kuna just statement and everything. Hii story yote unaniambia manze wewe kaa hapo ngoje kesho uende koti na ujue sasa venye maisha itakupeleka huko mbele. Huko ndani ndio utajua ujui. Acha hapa pale mnalalamika ati mnakaa vibaya. Huko ndio mtajua mjui. At this point sasa mimi nikajua yenyewe sasa manze mimi juvenile here we go. Sasa at this point ashakuweka like ameshakuweka to the limelight that manze hapa manze hapa autoboy. Alafu pia ina make sense juu akikwambia hivyo inakaa tu ukweli juu sasa au wase wengine mbona wamerecord statement wewe ndio hujarecord. Unajua aje sasa kwenda wakakutaja wewe sasa wakaamua kukugeuzia ujui. Na hakuna mtu anakupea story yenye ina make sense. Mimi nikaamua ni sawa nikalala but hiyo nilikuwa na usiku mwingine mrefu sana nikiimagine yenye kesho sasa itakuwa. Kesho yake sasa ndio ilikuwa siku ya kurecord fingerprint watu waende koti. Mimi juu sikuwa nimerecord nikakujiwa nikaambiwa wewe si kurecord nini statement jana ndio record. At least nikafeel yenyewe at least sasa kama na record statement at least niende nijiongee manze ina make sense at least nikasikia nimepata ka relief kidogo. Nikaenda nikapata sasa huo I think ni karao ama kama si karao anakuaga DCI wana recording. Kuna kifile kiko hapo alafu kiko na nini booklet fulani ananiambia kijana ni aje po unaitwa nani Emmanuel. Sasa the moment tunamwambia kitu ana record alikuwa ameorder food
food kidogo ikafika, akaniambia manze mimi si kulangi mbele ya watoto, fanya aje washika umalizie hiyo ukiendelea kunipea information ukikulanga. Mimi nikampea story yote, nikamuelezea from the start on. Kwanza hata nilimwanzia from Thursday time yenye nilipigiwa simu nikiwa wapi Isili. Friday time yenye siku nilikuwa nikuje shule but sikukuja, nikakuja Saturday. Unajua shule ilianza kuchoma on Friday. So nikaanza kumpea details, nikacheza kimimi manze, nikajitetea yangu yote. Sikujitetea, nikupeana the real information about venye events zikifanyika nilikuwa. Kidogo akamaliza tu statement yake, akaniambia enda kwa hiyo the next room, wana record nini? Wana record hizi fingerprints, ndio record fingerprint yako, sasa ndo mtapewa way forward kutoka hapo. Mimi kufika kwa ile next room nikapata sasa ndo wana record mtu number 13. So tulikuwa watu 14. So ndo wana record mtu number 14, 13 na bakisha tu vidole mbili. Mimi nikaona najua kuna mzazi alikujanga hizo time tulikuwa hapo ndani kuvisit kijana yake. Nikasikia amemention manze, na mjue mkichukuliwa hizi fingerprint manze hii Kenya kupata kazi itakuwa nini? Itakuwa itilafu. So mimi nikaona ama nijaribu kuepa hii story. But nilikuwa najua ni ngumu kuepa, but nikaamua kujaribu venye nitaepa. Nikaenda nikaambia Karao mwenye alikuwa hapo, mwenye alikuwa anaangalia wase wakirekodiwa, nikamwambia mimi kuna vile tumbo inanipeleka vibaya. Na feel tu ni kama nafaa niende tu kwa look kidogo. Unaweza nisaidia tissue na uniambie mali naweza enda hapo hivi nje. Akaniambia mimi si atupeangi wafungwa nini? Tupeangi wafungwa tissue, tunapeaga wafungwa nini? Makaratasi na juu. Sasa hapa kuna gazeti, acha nikukatie. Akanikatia na maasira zake kidogo nini, fortunately nikapata ile gazeti ilikuwa ya Mwanasport ya hiyo past week. Na kuna hiyo story yenye nilikuwa nakwambia, nilikuwa nimemwambia that Chelsea ilikuwa imeshinda. Kuna hiyo part ilikuwa pia hapo. So nimeenda nikapatana nayo, nikaenda nikachuchuma tu hapo kwa Blue, but hakuna kitu nilikuwa nimeenda kufanya, hata hakuna tumbo ilikuwa inanisumbua. Ni ile tu nilikuwa najaribu kuepa hii story nione kama nita succeed. So nikaenda nikasoma hiyo part ya kwanza na ya mwisho. By the time nasoma hizo part zote nimemaliza kama kitu kama almost 10 minutes. Sasa kurudi napata si washamaliziwa kurekodiwa. Pata hapo tu design wanapeana nini stories za sasa hii ni ngori gani sasa. Sasa tusharekodiwa na nini. Nikawa join venye sasa walikuwa hata siku mention that siku rekodiwa hizo fingerprint. Unajua kuna kwaga na watiaji watasema buda sasa msaja record. Kwa join kuna Karao alikuja to separate. Akatutoa si watu 9. Akatoa wengine 5 akawa separate kando. So unajua ametuweka kwa ile mshtuko ya sasa kwa nini inaendelea hapa. Hawa 5 wakaenda wakaingizwa huko ndani cell pale tulikuwa tumetoka. Sisi watu 9 tukikaa hapa na wasiwasi zetu, sasa tukadhani sisi tunapelekwa wapi koti sasa. Hata tulikuwa nafikiria sasa hiyo ni koti tunaenda. But ilikuwa around hapo 4-5. Sasa sikuwa na sijui ni aje tulikuwa tunafikiria hivyo, but ni ile tension ilikuwa kwa akili zetu, tulikuwa tushashtuka kila msee. So hakuna vile ungefikiria hata saizi hatuwezi enda koti. Sasa tukakaa hapo, tumekaa, mmoja wao akakuja akatuambia sasa saizi kila mtu apigie mzazi wake simu, amwambie amtumie fare. Mnaenda home wiki 2 investigation ikiendelea. Nyinyi ni minor suspects. Manze sijai feel vizuri kama hiyo time. Nikisikia tena naenda home. Na sasa ubaya wako anapea, unajua Makarao sijui venye wana behave, like hawezi kukupea nini information directly, like hata mkikuja hapo hawezi kuja usikie ati kuna wenye wataenda home. So like wanangojanga kwanza mmalize kitu yenye mnafanya, waweke uoga vibaya, sasa ndio wakuje tena wakope relief, alafu bado wakuweke tension tena. So wametuambia tunaenda tu wiki 2 turudi. Wakasema na si ati wiki 2 mmeenda home alafu mkirudi mnarudi ati mrudi tena home. Kurudi kuna watu tu hapa hivi mmoja wenu ama nyinyi wote mtaenda tena muende koti, muende mfungwe juu si ati investigation madhani inaenda successful. Tukapiga masimu hapo, mimi nikapigia anko yangu. Sasa kitu ile niboni vile nilipigia anko yangu manze. Anko yangu hana hata details ya shule, ilikuwa imechomeka manini. Manze apigia anko yangu anambia anko ni aje manze. Poa sana. Ulifika shule poa? Nilifika poa, lakini manze sasa niko stage. Hebu nitumie fare ni come home. Uko stage unafanya nini? Kwani hukwenda shule? Nikamwambia si ati sikwenda shule. Nilifika shule. But manze nikapata shule ilikuwa inachomeka, alafu imagine nilichukuliwa kama one of the suspects. Akitaka kujua story mingi nikamwambia manze fanya aje, wewe tuma fare juu hata saizi inaenda, ilikuwa sasa inaelekea 6, tunaenda kuwa late. Nikuja wapi? Nikuje home, tutaongea maneno baadaye. Akaniambia chat sanya. By the time amesanya fare, by the time ametuma ilikuwa ishaanza kugonga 7. Mimi nikaingia gari. Hiyo experience ya kukaa kwa gari manze, kama umekaa stage for around
4 days inakuwaga tu mbaya sana. Juu unajua umelalia floor. Tena hawa sasa kuna time walikuwa wanakuja au makarao walikuwa wanakuja wanamwaga maji kwa floor. Wanawaambia tu mfagie alafu mkalie ile floor. So mmekalia floor ikuwa wet. So ile suruali yenye niliwaambia grey na ile grey si grey ya kawaida. Kuna grey yenye nakaga light kama maziwa. So imeshika uchafu vibaya sana. So alafu bado una ile confidence ya kukaa kando ya mse. Kuna madam alikuwa hapa kando yangu manze, nilikuwa na feel tu ni kama nampeleka vibaya. Juu jasho ongeza hiyo uchafu nini. So mimi nimetulia tu, ni ile tu siwezi kujaribu kujifanya pia mimi na feel nikaa nampeleka mbaya. So nikatulia tu. Tukaenda nikafika home, nikapiga maji baridi. Sikuwa napenda kuoga maji baridi, but saa hizi ilikuwa around sasa inaelekea 10 ndio nafika home. Ile nikaoga maji baridi nikasikia yani niko fresh. Nikakuja nikapeana ile, nilikuwa nishampea hiyo letter ya hiyo 2 weeks ndio turudi twende tufanywe nini? Twende tuambiwe investigation venye ilienda, alafu kama tunaenda kupelekwa koti nini tutajulia huko. Na nikakuja nikakaa wiki 2. Hiyo wiki 2 nikamaliza, tukarudi tena pale Stenje. Kufika Stenje tunafika wale makarao tunapata wamekaa hapo na wazazi. Alafu wazazi wengi walikuwa wa mama juu tulipata ni mmoja tu alikuja na mzee wake. Design wamepea wale wa mama pressure na wamemwambia vijana imagine hakuna mmoja anarudi home. So kufika hivi wazazi wanashinda wakisema, "Guy, imagine hawa watoto warudi nyumbani." Sijui hizi ni mambo gani. Hii tabia yenu hawa watoto wako na tabia mbaya sana. Nini wameanza kutublame. Na sasa mimi kufika nikipata hizi ripoti manze nikagundua manze kumbe hata hakuna mambo, hata ile maombi nilikuwa napiga pale home manze kumbe haikwenda successful. Sasa nishakuwa worried, sasa nishajua hapa. Hata naambia brother yangu manze mimi ni kama hii maisha imekuwa ngumu kwangu sasa. Hii mikosi haziishi. Tukakaa Karao akakuja akatuambia nyinyi vijana wote 9 kujeni. Tukaenda tukapelekwa hapo, akatuambia tuangushe hizo files zote zenye tulikuwa hiyo nini papers zetu watu tumepewa hizo za 2 weeks for investigation. Tukaekelea hapo kwa meza. Akatuambia sasa hizi kesi yenu na hii police station imeisha. Mko free, but sasa shule na wangoje huko mbele, ndeni msikie shule nawaambia nini sasa. Tumefurahia tukitoka hapo hivyo tumesmile. Wale wa mama kusikia ati story ni free manze, wamekuja wamehug watoto wao. Hadi kuna mwingine alihug mtoto wake juu mimi niko next, amekuja amenihug. Manze, but sasa bado pia mimi na feel hiyo manze freedom manze, na feel yani at least sasa niko relieved kwa hiki kitu ilikuwa imenikula kichwa vibaya sana. Tukaenda shule tukapoa 2 weeks suspension. Ndio tukuje tupatane na nini na BOM. Au ni wale wa board sasa. Tukaenda tukakaa wiki 2. Kukuja after the 2 weeks kila mtu alikuwa anapigwa x. Tulikuwa watu 9. Kuna mtu alibaki. Mimi sasa kwa table venye tulikaa hivi na kwangu tukiulizwa maswali, tulijaribu yangu yote hadi nawaambia manze mimi hii yangu hata wanasema hiyo kesi inaeleweka, but sasa kufanya ukae shule itakuwa ngumu sana. Juu kitu ya kwanza wewe una believe that umeekelewa, so utakuja unakuja kujua nani alikuwekelea history. Kitu ya pili, since tumefukuza hao watu 8, hakuna vile pia wewe tutakuacha. Hata kama kesi yako inaeleweka nini, si tumeamua kusafisha kila mtu. Hata ile deni zote mko nazo kwa hii shule, hakuna kitu mnalipa. Hiyo ndio favor tumeamua kuwafanya. Nyinyi endeni mtafutiwe shule nyingine. Hata kwa hii letter yetu yenye tutaandika hapa, tunaandika hakuna kitu mbaya yenye umefanya. Hata na for real walifanya the same thing. Hawakuandika hata ati ulichoma shule ama nini indiscipline. Waliandika kila kitu poa. But remember that kwa news mkaa ilikuwa inajulikana imechoma. So hata ukienda shule nyingine walikuwa nakuchukulia ni kama umetoka mkaa hizi. Wewe enda tafutiwa shule nyingine. So haikuwa nini successful. So nilipelekwa tu day school, ilikuwa around Kinania kwa hapa the river. Na nasemanga kama si hizi mikosi zote zenye zilinifanyikia manze, hizi za East nje manze na kupigwa EX manze, singekuwa maybe hata hapa mbele yenu na wapigie story. Kwa nini? Juu ilikuwa inakaa ni mikosi ni kazi na nipeleka to a dim place, like ni kama life yangu inaendelea kukua dropped. Juu imagine uko kwa high school enye iko extra county upelekwa to a local school. Unaelewa sasa hiyo ni kushukishwa, but nika understand that God sometimes anafanyanga vitu kwa njia zake. Anakupitishanga kwa a dim light ndio uende uone a brighter light. So sometimes ukiona mikosi zinakufuata nini, wewe endelea kutrust to God. Jumanze mimi nikikwambia kama hiyo time ningekuja hapa nisimame mbele yenu ningekuwa na wadanganya nikiwapigia hizi story. Juu kitu cha kwanza venye nilienda hiyo day school ndio nilianza kupiga spoken word, at least hata nikapigwa my interview, nikakuwa exposed to the media kiasi. Na ndio mimi nawapigia story hapa. So keep in mind that vitu zingine siziwahi kufanya tu lose hope in life. You just kama hata mikosi zinaendelea, just keep praying for yourself
endelea kuambia God, najua tu wako na plans na wewe. And that's the end of our story for today. Manze, mkiwatch hii story, pigeni hiyo story nimewakumbusha, shareeni link. Yeah, muonyesheni mabeshte zenu hizi stories zetu, at least pia wao feel hii story venye zinaenda. Yeah, ciao man.